inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf shahr. Nataka tuichukue aya hii alafu nione kipi ambacho sasa alikuwa mtuhumu na mufti, na mufti kakosea wapi? Wewe mkichaa Abdullah Humedi, alipokosea mufti wetu ni wapi? Yani wewe uko huko jitukania sisi mufti wetu vipi bwana? Wewe akili yako iko sawa? Wewe barahiani, kisa unachuki na mufti? Basi wewe kwa kuwa una dhehebu lako huko ambalo unampinga mufti, basi ni idha atakum karimu qaum fa akrimuhu, atakapowajilieni mtukufu wa jamaa zake basi mtukuzeni. Bimaana hata kama tutakuwa tuishi pamoja, madhari barahiani itakuwa una watu wanakuheshimu, na huyu mufti naye kuna watu wanamheshimu kwa sababu ya elimu yake, kwa sababu ya cheo chake. Basi wewe barahiani una haki ya kumheshimu mufti, na sisi tuna haki ya kukuheshimu wewe, lakini usiwe ni mkosefu wa adabu kwa mufti wetu. Na wewe mkichaa Abdullah Humedi pia usiwe ni mkosefu wa adabu kwa mufti wetu. Sasa hii aya tukiipeleka katika uso wa ushindani, hii aya ilivyokaa imekaa wazi. Tatizo la mawahabi ni kitu kimoja, kupenda kuchukua hadithi inayokusudia sehemu nyingine, ama kuchukua aya inayozungumzia jambo jingine wao wakatafsiri kwa jambo jingine. Hilo ndio ugonjwa wa mawahabi wote waliokuwa nao. Hawa salafu wa hovyo hovyo, huo ni ugonjwa wao. Sijui ansari sunna, huo ndio ugonjwa wao. Sijui salafi jadida, huo ndio ugonjwa wao. Sijui utwara, huo ndio ugonjwa wao. Yani ugonjwa wao ni huo, kuchukua vitu vinavyokusudia pengine wao wakamaanisha pengine. Yani mfano Mtume Muhammad, mama Aisha asema ma kana Rasulullah yazidu fi ramadhana wala fi ghairi ala 11 rak'a. Hii hadithi ya kusudia witri, lakini hawa kutokana na ufahamu wao mbovu wakaichukua hadithi hii kuifanya ya kusudia swala ya tarawih, kwamba ndio maana tarawih wasali raka 11 na atakayezidisha hapo raka 11 wanamuona kakosea. Kumbe hadithi wala haikusudii tarawih, hadithi ya kusudia witri, lakini yataka akili katika kuifahamu ili ujue kwamba hadithi ile ya kusudia witri, kwa sababu imesema ma kana sallallahu alaihi wasallam yazidu fi ramadhana wala fi ghairi. Kwa nini kasema wala fi ghairi? Maana yake ilikuwa ya kusudia swala ambayo inakuwa ni mushtarika baina ramadhan wa ghairi ramadhan. Maana yake nini? Hiyo swala ya witri tarawih kazi yake inakuwa ni mahsusi bi ramadhan, hajihusiki na miezi mingine, hiyo inahusika na mwezi wa Ramadhani tu. Sasa hadithi kama hii wakajichanganya. Sasa wamekwenda wakajichanganya na katika hiyo aya lailatul qadri khairun min alf shahr. Hii lailatul qadri khairun min alf shahr ilikuwa imeshindanishwa na miezi elfu. Kama twaipeleka katika uso wa dunia, kama twaipeleka katika uso wa ushindani, hii lailatul qadri hapa alikuwa yashindanishwa na miezi elfu, kwamba miezi elfu na lailatul qadri ipi bora? Yani miezi elfu ya kufanya ibada isiyokuwa na lailatul qadri ndani yake, alafu na lailatul qadri yenyewe ambayo ni siku moja tu tukaipata. Je, ipi bora? Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu akasema lailatul qadri khairun min alf shahr. Kuna kisa ambacho kipo katika ile swali, kuna kisa kipo ambacho atakipo katika aswali, ambapo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye alimtaja mtu ambaye kapigana vita huko, kapigana vita miezi elfu huko. Maswahaba ikawa na shangaa, wanaona kama kapigana jihadi miezi yote hiyo, si tutamfikiaje kwa ubora? Basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kuwa anaupenda umati wa Muhammadi, basi Mwenyezi Mungu ndio akaiteremsha aya hii, na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliomba kwamba umati wake uwe na matendo machache lakini thawabu zake ziwe nyingi. Basi ndio Mwenyezi Mungu akaiteremsha hii inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr, afu akasema lailatul qadr khairun min alf shahr. Amkeni usiku kufanya ibada, basi mkikutwa na huo usiku huo wa lailatul qadr utashinda ile miezi elfu ambayo huyo mtu kapigana vita miezi elfu. Sasa hapa hii aya ilikuwa yashindanisha miezi elfu mtu kufanya ibada na hii lailatul qadri. Haijasema hii aya kwamba lailatul qadri khairun min lailatil maulid sharif. Aya hii haijazungumza hivyo. Aya imezungumza lailatul qadri khairun min alf shahr, sio khairun min lailatil maulid nabii sallallahu alaihi wasallam. Maneno ya kwasi. Sasa
aya ya kusudia Lailatul Qadr kushinda miezi 1000, lakini wanatoka vichaa sasa, ambao ukiwaona kama waona ni watu wazima wenye akili zao timamu, kumbe ni vichaa. Hata sisi Pongwe hii tunaye kichaa hapa, ana mtindo wa kwetu hata jana nadhani sahibu yangu hapa, wakati tumesimama pale, yule kichaa akaniita, nadhani tulikuwa pamoja, akaniita mimi kama na akili nzuri vile, aniita mimi, njoo tuzungumze na mazungumzo, aniita pembeni ambapo mnongonezi yule kichaa, yani ana act kama ana akili nzuri vile, lakini kumbe akili zake ni mbovu. Hizo sasa ndo akili za Salim Barahiani, hizo ndo akili za huyu kichaa wa Abdullah Ahmed, ambaye kichaa chake kimedhihiri haswa. Yani ukimuona yule Abdullah Ahmed mazungumzo yake unaweza ukajua kana kwamba iko sawa, lakini kumbe ni mkichaa nambari moja ambaye alikuwa atakiwa ndo awaiwe. Na jamani, mimi nawaambia kweli, mkimwahi huyu apona, lakini kama mtamwacha huyu anazidi kuharibika. Mkimwahi apona, hajafikia kwamba huyu ataharibika moja kwa moja. Shida kubwa tumwahi, nendeni mkampe vidonge, yani vile vidonge vya wenda wazimu wa kivila, basi wallahi huyu atapona, akili zake zitarudi, zitakuwa sawa. Lakini anavyoonekana ni kwamba kama itakuwa tumia vidonge, basi kaacha kutumia vidonge, ni kumwahi tu Abdullah Ahmed ili aweze kuwa salama. Sasa wanaekti tu, lakini ni vichaa, ila wanaekti inawezekana kama akili zao ziko sawa, yani wanajiigiza na wale watu wenye akili timamu, lakini kumbe akili zao, vichwa vyao vimeshaharibika muda mrefu. Ndo Abdullah Ahmed, Salim Barahiani na wengineo, ndio hapo kwa namna hiyo. Haya, huyu sasa ukitazama hii aya tayari tushapata hapo kwamba aya haijashindanishwa na usiku wa kuzaliwa Bwana Mtume. Aya ilishindanishwa na miezi 1000 ya mtu kufanya ibada katika miezi hiyo, ambayo ndani yake haitakuwa na Lailatul Qadr. Ndio aya imeshindanishwa huko, hiyo Lailatul Qadr khairun min alf shahr. Aya haijashindanishwa na usiku wa kuzaliwa Bwana Mtume, lakini mkichaa Abdullah Ahmed anakuja anasema aya iko wazi, aya yasema hii Lailatul Qadr khairun min alf shahr. Aya ikishasema hivyo ndio tayari basi ndio usiku wako wa kuzaliwa Mtume ndio umeshindwa. Aya ikishazungumza hivyo kwamba imeshashinda miezi 1000, kiakili yako timamu, ataka akili ndio imeshashinda hapo kwamba kuzaliwa Bwana Mtume ule usiku wake ndio umeshindwa na hiyo Lailatul Qadr. Abdullah Ahmed bwana, hebu fikiria kabla ya kuzungumza, fikiria kabla ya kuzungumza, utaweza kusalimika. Haya, mufti kosa lake lipo. Huu mufti wetu wa Tanzania kakosea wapi? Mufti wetu wa Tanzania kasema, wanawazuoni wasema usiku wa mazazi yake Mtume sallallahu alaihi wasallama ni bora kuliko Lailatul Qadr. Mufti kasema hivyo, wanawazuoni wasema. Sasa sijajua kwamba shutuma zote hizi kwamba huyu chatokea, manake alipokuwa hana adabu huyu Abdullah Ahmed, huyu hana adabu sana, mshenzi sana wa tabia huyu mtu. Azungumza kwamba chatokea kighurafi chasema usiku wa kuzaliwa Mtume. Yani mufti ni kijikitu, yani yule mufti wetu namna alivyokuwa hana adabu. Ndio maana anasema hivi, mashehe zetu, naombeni, itakuwa vyema wala msiwajibu watu hawa. Naomba mimi nitadili nao, naombeni mimi dhamana hiyo nitaibeba mimi. Bado ni wadogo tu, yani kwa jambo kama hili bado ni wadogo tu, nitaibeba mimi dhamana. Tusi nitawapachikia, yani wakitukana huko basi wala hamna mashaka, tutarudisha vile namna walivyokuja, yani vile watakavyokuja ndivyo tutakavyowapokea na ndivyo tutakavyorudishia majibu yao. Naombeni, maana ni matusi kamtukana mufti huyu Abdullah Ahmed, ni matusi makubwa kabisa kamtukana mufti. Sasa nitaomba mufti wetu, wala usiwe na mashaka huko uliko, sisi tupo na tuko wengi tu, yani tuko wengi tu, sisi tupo na tuko wengi tu. Ili jambo tutapambana nalo hili, wala usiwe na shaka. Huyu kama ni mshenzi wa tabia, basi tutamuonyesha faida ya ushenzi wa tabia ni ipi. Awe ni Barahiani, awe ni Kasim Mafuta, awe sijui ni Abdullah Ahmed, awe sijui ni nani,
yoyote katika hao, wala msipate tabu mashehe zetu. Nyinyi bwana, si mmeshatengeneza miko? Mashehe zetu sio mmeshatengeneza miko? Sasa tunataka hii miko ndio ifanye kazi. Hakuna haja kwamba shehe uende wewe ukatumbukiza mkono wako usonge ugali, wala hakuna shida, wala usiwe na wasiwasi. Amini tu katika hilo. Huyu Abdallah Humedi, huyu fedhuli wa tabia aliyokuwa na akili mbovu, huyu Abdallah Humedi azungumza kwamba hii aya basi ndio itakuwa ni bora, usiku huo ndio itakuwa ni bora kuliko hao mazazi ya Bwana Mtume. Ndio mafuhumu yake ambayo si mwenyewe kayapata wapi, sijajua alipopata ni wapi, kwa sababu mimi nimemtazama Imamu Tabari hajaeleza katika madai yake anayodai. Nimemtazama Imamu Saadi hajaeleza madai yake anayodai kichaa Abdallah Humedi. Nimemtazama Imamu Al-Qurtubi hajaeleza. Yani hao wote nimewatazama, hawajaeleza madai yake. Sasa leo hii wajua mtuhumu mufti kosa lake ni lipi? Mufti wamuita khurafi kwa sababu mufti kasema kwamba wanawazuoni wasema. Kwanza alikuwa atakiwa uyakini kwamba je, wapo wanawazuoni ama hawapo? Wakiwa hawapo, sasa utasema mufti umesingizia wanawazuoni hao, mbona hawapo? Hawa wanawazuoni hawapo. Sasa mimi nitawataja wale wanawazuoni, alafu nitataka wewe Abdallah Humedi kuanzia muda huo uambie wale wanawazuoni wale nitakaowataja wale ndio khurafi. Wewe mkichana Abdallah Humedi ndio uambie wale wanawazuoni wale ndio khurafi, alafu uambie wale wanawazuoni wasiwe sababu ya Waislamu kuudharau usiku wa Lailatul Qadr. Nani anaudharau usiku wa Lailatul Qadr? Si twakesha hapa toka siku hizo bwana, twakesha hapa misikitini twaswali usiku kucha, utuambia tudharau? Anaudharau nani usiku wa Lailatul Qadr? Au wataka kwamba watafuta sababu tu ya kwamba utakao ili kwamba labda umuue mtu sharti umpe jina baya, kwamba fulani kazi yake kula nyama za watu, fulani ana nyama za watu, kumbe unamtia sifa mbaya ili upate njia ya kumpigia. Usifanye jambo hilo bwana. Rudi kameze vidonge vyako ulivyoviacha. Abdallah Humedi, rudi kameze vidonge vyako ulivyoviacha. Haya, mimi nataka tumwangalie Imamu Al-Qastallani. Jana usiku wakati natazama, maana alikuwa naye pia naye Muhammad Alwi Al-Maliki, lakini nikaona kwamba jana sasa usiku natazama na mwana Said Ali Hassan, Mwenyezi Mungu amhifadhi, amemtaja, amemweka pale na akataja na sababu ile kitambara chake, asema kile kilemba anavaa kwa sanad, mashaallah. Mwenyezi Mungu azidi kumbariki na Mwenyezi Mungu azidi kumweka, lakini kafaidisha umma umefaidi sana kwa wale ambao watakuwa wamemsikiliza. Lakini nitaomba wasipoteze muda, wasipoteze nyakati zao kwa ajili ya kina Abdallah Humedi, wasipoteze nyakati zao kwa ajili ya kina Salim Barahian na huyu mufti wetu. Nitaomba wala usipoteze muda kwa ajili ya hawa vijana. Tupo tu, wala msiwe na shaka katika hilo. Hawa ni wadogo sana katika mambo haya. Kwanza tuwapenda, yani napenda kizaazaa kama hicho, kwanza huwa nakipenda sawa, na wala sina shaka nacho muda wowote. Haya, huyu Imamu Al-Qastallani katika Al-Mawahib Al-Ladunniya, tukimwangalia Imamu Al-Qastallani katika Al-Mawahib Al-Ladunniya, huyu Imamu Al-Qastallani asema bwana, lailatu maulidihi alayhi salam afdalu min lailatil qadri min wujuhin thalatha. Ile usiku wa kuzaliwa Mtume sallallahu alayhi wasallama, asema ni bora kuliko usiku wa Lailatul Qadr, kutokana na njia tatu. Yani kuna sababu tatu zinazofanya usiku wa Lailatul Qadr usiwe ni bora dhidi ya usiku wa kuzaliwa Mtume. Ni bora, lakini kuna bora zaidi. Ni bora, lakini kuna bora zaidi. Haujaambiwa kwamba sio bora kabisa. Lailatul Qadr ni bora, Qur'an yenyewe imesema hivyo, khairun, ni bora, lakini kuna bora zaidi. Ndio maana hapa asema huyu Imamu Al-Qastallani. Sasa kama ni ghurafi, wewe mkichaa Abdallah Humedi, basi mfanye huyu Al-Qastallani ndiyo mkichaa. Nenda katika Al-Mawahib Al-Ladunniya, mfanye ghurafi huyu Imamu Al-Qastallani Al-Maliki,
Wewe si fundi wa kuambia mashehe zetu hawa unawaona kwa macho ni mahurafi. Basi huyu uhurafi wa kwanza atakuwa ni huyu Imam Al-Qastallani, kwa mujibu wa maneno yako, namna ulivyokuwa huna adabu kuwatukana mpaka wanawazuoni. Nyama za wanawazuoni ni sumu. Na kurudia tena wewe, nyama za wanawazuoni ni sumu, ni hatari. Kwa Abdullah Humeidi, kuweni na adabu. Lile somo ambalo kwamba mtu pale Wahabini pale, somo lao la kwanza kabisa ukiingia ni utovu wa adabu, ndio somo lao la kwanza. Lazima ufundishwe kutokuwa na adabu, hilo tu. Sasa ili somo hebu liacheni, sio somo zuri hili, somo la kutokuwa na adabu. Hili ni somo ambalo ni baya. Na yule shekhe wangu hakukosea aliyoniambia kwamba ukijiunga na grupu hili, genge hili la Kiwahabi, basi Mwenyezi Mungu huondosha akili fahamu zako, huondosha fahamu katika kichwa chako. Wanafahamu riziki, basi Mwenyezi Mungu huondosha ile riziki ile katika kichwa chako. Na ni kweli, mimi nimechunguza, kuna watu walikuwa nao wakajiingiza kule, ni wazee huko, watu walikuwa na hekima alipoingia kule, lakini baadaye utakuta aweza akatoa kauli ambazo hana mwenyewe hukubaliani kwamba huyu mzee akasema neno haifanani na yeye mzee. Sasa kwa nini? Fahamu yake imeondoshwa, ni hajui kwamba analofanya hili ni kosa, wala hajui analofanya hili litakuwaje. Ndio huyu Abdullah Humeidi hajui kwamba analofanya kwamba amemkosea mufti wetu huyu wa Tanzania. Yani hana akili kwamba amemkosea mufti wetu wa Tanzania, alafu aje mpaka hapa Pongwe hapa atoa waadhi na nini. Huyu Abdullah Humeidi, lakini kamkosea mufti wetu wa Tanzania, namna alivyokuwa hana adabu mtu huyu. Aje hapa Pongwe na atoa waadhi, atoa nini, mara kwa mara anakuja. Waje hapa Tanzania ambao utawala wake wote mwataka hamtaki uko chini ya mufti Abubakar Zuberi, mwataka hamtaki uko chini ya huyu mufti Abubakar Zuberi. Sasa huu ni utovu wa adabu ambao umeufanya wewe Abdullah Humeidi. Sasa tutakula sahani moja. Mimi niko tayari kwenye hilo na sina shaka kwenye hilo, wakati wowote, muda wowote. Na katika mada hii hatutaweza kukaa meza moja alafu ukaondoka wewe ni mshindi. Narudia tena, hatutaweza kukaa meza moja mimi na wewe alafu ukaondoka wewe ni mshindi. Kama huamini, tuweke meza moja mimi na wewe Abdullah Humeidi. Mshenzi wewe. Haya, asema al-Imam Al-Qastallani, asema ahaduha, njia mojawapo inayosababisha kwamba mwezi usiku wa kuzaliwa mtume ni bora kuliko usiku wa Lailatul Qadr. Asema anna Lailatul Maulidi lailatu dhuhurihi sallallahu alayhi wasallam, alafu wa Lailatul Qadri mu'tatun lahu, yani mu'tatun lirrasul sallallahu alayhi wasallam. Asema hii Lailatul Maulidi, ule usiku wa kuzawa mtume ni usiku wa kudhihiri kwake, usiku wa mazazi ni usiku wa kudhihiri kwake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Alafu Lailatul Qadri ni kitu alichopewa yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa kile alichopewa mtume, basi yule aliyepewa atakuwa ni bora kuliko hicho kitu ambacho kimetolewa kupewa yeye. Ndio maana ya Imam Al-Qastallani anachosema hivi. Huyu Imam Al-Qastallani asema hivyo kwamba ule usiku wa kuzaliwa mtume ule ni kwa sababu mtume mwenyewe kadhihiri, na ndio maana nimesema nataka ule usiku wa hakikatan, sio usiku huu ambao kila Jumatatu au kila tarehe 12 ya kila mwaka, mwezi 12 ya kila mwaka mfungo 6. Sikusudii huo, nakusudia ule kwamba ile siku aliyozaliwa huko ndio siku mtume kazawa. Mama Amina ndio amzaa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndio nakusudia usiku ule. Ule ndio ninautaka usiku ule, ndio nakusudia ule usiku ule ni bora kuliko Lailatul Qadr. Kwa nini usiku ule? Kwa sababu amedhihiri mtume. Lailatul Qadr ubora wake, hiyo Lailatul Qadr yenyewe haimfikii bwana mtume, ile Lailatul Qadr haimfikii mtume ubora wake. Mtume inakuwa ni bora. Hicho kipi kinachotoa Lailatul, ule usiku wa cheo, ule usiku wenyewe ubora wake haumfikii bwana mtume. Sasa ule usiku wa cheo umeletwa na usiku, yani ile cheo kwa wakati ule umeletwa na usiku, alafu huku na mtume kaletwa na usiku. Sasa huu usiku unemleta mtume utakuwa ni bora kuliko usiku ule.
Ndio tafsiri yake kwa namna hiyo. Si jambo jepesi tu ile, mbona tuhangaishane, mnamhangaisha wazee wetu, muhangaishe mashehe wetu. Kwa nini mtaka muhangaisha mashehe wetu? Mambo madogo tu hayo. Haya, hiyo sababu ya kwanza. Na ndio maana pia hapa akaendelea kusema sema masharufa bidhuhuri dhati musharraf min ajlihi ashrafu mimma sharufa bisababi ma utiyahu wala nizaa fi dhalika. Wana hana pana ugomvi, maana yake anajulikana hilo. Awe ndio ukatae ukasema bwana kitu alichopewa hiki hiki kinakuaje hiki Hebu wewe njoo sasa hapo useme kwamba pana ugomvi, ndio wewe sasa tabidi ugomvi utuletee aya ama hadithi. So wewe ndio unatakiwa ulete aya ama hadithi utukimbilie sisi, alafu uchukua aya ile Lailatul Qadri khairun min alf shahr ambayo haikusudii hivyo, alafu watakao ndio ifanye ndio aya unaitegemea wewe, alafu sisi tushindwe, sisi tutafute aya nyingine, na kati wewe ndio unatakiwa ulete aya inayokuambia kwamba Lailatul Qadri ni bora kuliko usiku wa aina yoyote, au ulete hadithi inayokuambia hivyo. Sasa usivuruge vuruge mada. Lakini kwangu mimi mzee, na ukikubali kuingia katika hili jambo Abdallah Humedi, mimi na hakika utoki, mimi na hakika utoki, yani 100%. Mimi sijalishi umesoma wapi, jisifu umesoma Yemen, jisifu umesoma wapi, lakini mimi sijali katika hilo. Hapa ni kitabu tu ndicho kitakachokwenda, kama ni wanazuoni. Sasa nataka wewe unipe aya ama hadithi. Mimi siangalii wapi uliposoma, na hainihusu uliposoma wewe. Sasa kama wewe ndio umeenda soma Yemen ndio umekuja na mafuhumu haya, wewe Abdallah Humedi, kwamba ulipoenda soma huko Yemen ndio umekuja na mafuhumu hayo kwamba Lailatul Qadri khairun min alf shahr, maana yake ni kwamba Lailatul Qadri ni khairun min lailatil maulid, ndio maana yake, ndio umekuja na mafuhumu hayo. Wewe Abdallah Humedi, think before you talk. Abdallah Humedi mkichawe, alafu unakuja unatutania sisi mashehe zetu maghurafi si nini, tumfunge kamba. Yani sisi tumchukue mufti wetu tumfunge kamba, yani mufti wetu Abubakar bin Zubair tumfunge kamba. Wewe una akili nzuri? Maana yake yule kachanganyikiwa, hana akili yule Abubakar bin Zubair. Mbona umekosa adabu sana? Yani adabu mbona umeikosa sana Abdallah Humedi? Yani ile adabu umekuwa umeikosa sana, yani umekutuka mpaka. Abdallah Humedi, sitakuacha kwenye hili, wallahi wa billah, hatutaachana kwenye hili, tutakwenda tu saa moja, sina shaka katika hili.